Unatazama Ndizi TV Afrika. Karibu tena mpenzi mtazamaji, baada ya kupokea ripoti ya weekendi nami Jeff Nyakundi tena nakukaribisha katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi. Hapa ndipo tulikuwa tunaangazia yale ambayo nilikuwa nimekuahidi na mgeni wangu kashafika studioni, na vile vile ambavyo nilikuwa nimekuahidi kwamba katika leo Sauti ya Uongozi hapa mahali ambapo tunazungumza na kuchambua masuala yanayochochea fikra zako kuhusiana na uongozi hapa nchini Kenya. Leo hivi tuna mada nzito ambayo tulikuwa tunaiangazia kwamba wanawake katika siasa za hapa nchini Kenya. Ni jambo ambalo kidogo tukiangalia katika sehemu mbalimbali, maeneo bunge mbalimbali katika kaunti mbalimbali hapa nchini, hatujaona wanawake wakichukua nafasi hiyo, na leo hii tutakuwa tunajua kwa kina ni kipi kile ambacho huwa kinaendelea. Na studioni niko naye Mheshimiwa Violet Nyapara ambaye pia anawania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Bomachoge Chache. Nitakuwa nampa nafasi atujulishe yeye ni nani, anatoka wapi na mbona anataka kuwa mwanamke mbunge, na hapo tutakuwa tunaanza masuala yetu ama tutakuwa tunaangazia swala hilo kwa uzito. Na ukumbuke kwamba katika mitandao yetu ya kijamii pale YouTube, Facebook, na bila shaka utakuwa unazungumza nasi pale mtandao wa YouTube, tupo live. Na ikiwa kwamba unalo swali swala ambao wanafuatilia kutoka Nakuru, kutoka maeneo ya Migori, Kisii na Nyamira, wote mmekaribishwa. Maswali yenu, kila ambacho mtakuwa mnaongeza katika mazungumzo haya tunakihitaji. Tunawashukuru kwa kuendelea kufuatilia programu hii ya Ndizi TV Africa, hasa Sauti ya Uongozi. Na usisahau kwamba kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 21575 na bila shaka kuendeleza mazungumzo kupitia katika WhatsApp yetu ya nambari 0711199890. Basi bila kupoteza wakati, basi nampa nafasi hii fupi tu Mheshimiwa Violet Nyapara, kwa ufupi ama kwa urefu zaidi ujieleze wewe ni nani, mahali ambako unatoka, na hujambo Mheshimiwa? Si jambo. Asante kwa kunikaribisha. Kwa majina naitwa Violet Nyapara. Jina babangu kamili ni Isaac Juma. Juma ni wa Omiti. So sisi tulichukua Nyapara. Most of the times naulizwa huyu Nyapara ni nani? Nyapara is my dad. Na anaitwa pia Juma. Kwa Kikisia wakoroka Juma, I don't quite get it. So I'm Violet Nyapara. A woman from Bomachoge Chache constituency. A woman who has stood to stand and maybe speak on behalf of women kwa siasa. Nawania kiti cha ubunge in Bomachoge Chache constituency. Yes. Na kabla uingie kutaka kuwania kiti hiki cha kuwa mbunge katika eneo hilo, ni kipi kile ambacho umekuwa ukijihusisha nacho? Nimekuwa nimeajiriwa. Sijakuwa nimekuwa nje for long. Nilitoka from one company in Nairobi, nikatoka huko nikaingia another institution in Migori, ilikuwa ni Kisii University Migori campus. So vile vitu zilienda zikifungana, nikajipata kwa biashara. Yes. So Nyapara ama Violet Nyapara ni mwanabiashara kabisa. Na tukianza mahojiano yetu, mara ambapo umeanzia na kutaka sana kutembea safari hii ya siasa, ni kipi kile ambacho kimekufutia ukaona kwamba mimi kama mwanamke nikiingia hapa nitaweza kufanya hili? Mvuto kabisa haswa kwanza kwangu mimi ni kuwa kidogo nina, what do we call it, nina uongozi ndani yangu. I can lead. Nimekuwa nikitaka kusimama but uoga nikaweka kando kidogo. But wengi wa marafiki zangu wanajua nimekuwa nikiwaambia hii kiti nitasimama. But nimekuwa nikiweka kando sababu ya vitu mingi. Huku kwetu we have culture, we have finances, we have so many things zenye zimekuwa zikinifanya na hold. And again unajua in every situation tunakuwa na mwanzo na mwisho wa kipindi. So huku kwetu ni kama ndio mwanzo
aswa Bomachoge chache mwanzo wa wanawake kutaka kuwania kiti cha ubunge. Ilikuwa ni msukumo wangu na pia nimesukumwa na marafiki zangu wachache ama wengi. Na bila shaka sometimes there are some of the challenges that maybe you foresaw either before you have just mentioned that you are that person who tries to get in, then after all kuna maybe kawawa kidogo pale, but you also friends back. Are there, they are pushing you for you to get there. What are some of these challenges that unaziona zinakufanya kwamba hauta ingia hapo kwanza? Kwanza kabisa ilikuwa ni fedha. Kidogo ulikuwa ukiangalia siasa haswa hizo miaka za nyuma. Siasa ilikuwa ni kitu inahitaji pesa mingi sana. Si ni kitu inahitaji, hiyo ni notion tumewekewa like ni kitu inahitaji pesa mingi kabisa ndio ingie. Hiyo ikaniwekea kikwazo kidogo. Pili ni our tradition. Mwanamke hafai kuingia siasa. Mwanamke anafaa kuwa anapika. Unajua hata sasa hivi niko kwa uringo huu wa siasa. Bado naambiwa mwanamke bado kidogo. Na mbona unadhani jamii yetu haswa eneo hili la Nyanza, ni Gusii, mbona notion kama hiyo kwamba tunaona kwamba mwanamke hawezi, ili hali sehemu zingine tumeona wanawake kama vile Martha Karua, tukimwangalia ama tukiangalia eneo hili la Nyanza bado tu tunaona the likes of Mary Odhiambo wamekuwa ni wanawake. Gladys Wanga ambaye ni governor wa Homa Bay tumewaona wakifanya vizuri katika siasa. Mbona unadhani kwamba jamii yetu bado haijakubali kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi? Our upbringing as Gusii, yes, kidogo ilifinya wanawake sana na ikatuweka, how do we call it, that mentality like when you are a woman you are supposed to be calm. Ukiwa calm unakuwa mwanamke mzuri. When you are a woman you are not supposed to be outspoken, so outspoken. So ukienda hivyo sana, sisi kama Wakisii kuna majina wanakupa. Haya majina kidogo hayaleti shangwe, lakini sasa vile kunaendelea kusonga, nafikiri kila mtu ameanza kuona. Kuna wale wachache walishaingia wakaharibu. Unajua uwezi beba watu wote ukawafananisha ukasema huyu tulimjaribu akatuangusha, sasa kila mtu atakuwa anaangusha. Right now it's very open and very evident women are working and are working well in political spaces. So lazima na sisi pia tufunguke kama Wakisii. Tuachilie hawa wamama sababu wamesoma. Mtu akisoma unataka apeleke wapi masomo? Hajapata hiyo kazi ya kuwa sijui ni, na hatapata unless amejiposition. Na hii positioning pia inahitaji a lot of work. Let women come out. Tukiangalia vizuri sasa hivi kuna ule mswada wa bunge, the two-third gender rule. Bado hatujafikia. Reason as to why hatujafikia ni, I can say ni kama sisi sasa hapa Kisii. Hatujaalawa wao wanawake watoke, wafanye kazi, pia tuwarate. Tukishawarate ndio tuamue sasa kweli kabisa mwanamke hawezi. So hatutafikia huo mswada tusipokubalia wanawake watoke, ama watatoka lakini hawatatoka huku kwetu. Meaning sisi tutabaki bado tuko nyuma. Like hatuja embrace women power. Iko impressed, ukiangalia vizuri iko impressed from back in the house. Because wanawake wengi huko Kisii ukiingia ndani ndio wanapanga nyumba zao. But ikifika sasa ni tunasema siasa, mbona tunaonekana ni kama hatuwezi kama tunaweza from the house? Mbona hatujapewa hiyo chance ya kutoka? Na pia kidogo inaweza kuwa ni si eti hatujapewa, sisi wenyewe hatujaamua kutoka. Tukiamua kutoka itakuwa pia ni force. We could have killed some era na tukafungua another era. Yes. Na tukiangazia katika katiba ya Kenya mwaka 2010 kuna wameweka pale kwamba wanawake watapata nafasi hiyo tu ambayo tumetaja, na pia hapo mbele tutaiangazia zaidi about the two-third gender rule. Na bila shaka tumeona kwamba katika katiba hii ya mwaka 2010 kuna kile ambacho kimewekwa kwamba kuna kiti speciali cha kina mama. Na wakati nikifanya utafiti wangu hapa na pale nilipata hicho kiti kitangazo kile kwamba ni wazi yeyote ile anaweza wania, bado utapata wazee wakiingia kutaka kuwania hicho kiti.
Na katika nafasi ambayo mmeipata nyinyi ya kuchagulia kama mwanamke ambaye atakuwa anasimamia kaunti nzima, ni changamoto zipi zile ambazo unaona zinafanya sasa jamii ama Wakenya wasiamini mama anaweza tenda kazi? Vile nilivyosema awali, kuna wale wamama wameingia kwa siasa na wakaifanya ikakuwa si siasa safi. Si siasa ya kuaminika na wamama. Sitaki kuweka lawama yote kwa wamama, sababu mimi naamini kama mama mimi nisipofanyiwa mabaya, I don't have an option to return something that has not been done to me. Unaona sijakosewa kabisa, mbona nikuwe mbaya kwa mtu? Kidogo wanasema eti wamama wakiingia kwa siasa wanakuwa na kiburi. Kiburi itatoka wapi? Sababu tuseme sasa mtu kama mimi nimekuwa nikifanya kazi. Kama nilikuwa na kiburi, nimekuwa na hicho kiburi changu hivyo nikija. So sasa hivi siendi kupandisha, siendi kupunguza. Hicho kwa wale wamenizoea, ndicho kiburi watapata. Na wakati mwingi haswa si kiburi cha ubaya. Ni kiburi tu cha kujiprotect. Unajua ukiwa mwanamke kuna venye tumedhalilishwa from way past. So you have to stand strong and say you are a bad girl. So I can say like I'm a bad girl like Millie Odhiambo. So if I say that, maybe you'll give me space. Na tukiangazia hili tunaona kwamba sana haswa hapa nchini Kenya tumekuwa na wanaharakati ambao wamekuwa wakipigania haki za kina mama, na tumeona wakisukumwa sana kuendelezwa katika jamii. They are just empowered all over, and then there is this that now the boy child is not literally empowered that much to know even on how to deal with the empowered girl child, which is also bringing some issues if that is the trend that is going to happen. And also kijana mvulana akiachwa chini, msichana ameinuliwa na amekuwa empowered, itakuwa vigumu sana hata hawa watu kuingia katika ndoa, hata kuona, hata kuwa anajua kumanage huyu mwanamke ambaye amekuwa empowered. Na hii nafasi mshaipata, umetaja kwamba ndio kuna watu napata kwamba wako na changamoto zao, kila mtu amefanya yale ambayo ameyafanya katika jamii, alipata nafasi hiyo hajaitumia vizuri. Na uone kwamba ile empowerment ambayo inapeanwa kwa kina mama ni kusema kwamba hiyo haitoshi? Kwangu mimi sasa tukirudi kwangu mimi, naonelea kuwa kuna venye tume neglect boy child kidogo hapo kwa empowerment. You know when you empower somebody so high, unakosesha huyu mwingine wa hapa chini kujua vile atamuhandle the empowered lady. So what is supposed to be done right now ni watu warudi tena. Hizi mashirika zinaitwa shirika. Mashirika ya kijamii ambayo yanapigania. Haya mashirika sasa yarudi, yaanze kuongelesha boy children on how to handle empowered women, because our vijana, they've been empowered either positively or negatively. It's an empowerment. So now the girl child pia amekuwa empowered. It could be positive or negative. And again we are borrowing. Unajua vile tunaendelea kusonga, tunaendelea kuna zile tuna borrow from back na kuna zile tunawacha. Maybe sasa hawa wasichana wameborrow vile tumekuwa tukidhalilishwa kutoka mbeleni. So now they want to put on a very strong mask, like now we are empowered, you can't do something to me. Na ukithreaten boy child sana pia, like you are too empowered, akuwezi, inaleta kizungumkuti. Hapo ndio unaona sasa tunaanza kupata watu wameanza kuuana, sababu kidogo boy child ana feel ni kama amefanywa kitu gani? Amedhalilishwa. Amefanywa madharau. Ukisimama ukajiongea ukajiexpress, umedharau huyu boy child. So hii kitu inafaa kuwa balanced, because we cannot empower one person so hard ukisahau mwingine, sababu pia kuna vitu unlearn, kuna vitu amelearn. If you keep on empowering this girl child sana, ukisahau boy child, we are bringing a gap. Gap yenye hatutaweza kuiziba. So now you know boy children, ndio maana unaona vitu mingi zime pop up. So if I cannot talk to this woman sababu amekuwa too empowered, maybe talk to my fellow man, maybe we could understand each other better. You see now we need a balance.
In as much as we are empowering women, let's go back and empower our boy children. Let's tell our boy children like they are the heads. Without a head, nothing can happen. So lazima wachukue hiyo mantle. Wasimame kama wanaume wa jamii. Ndio kutaendelea vizuri. Wasikuwe threatened. Unajua kidogo wanakuwa threatened huyu. Maybe kasoma sana, kajua mengi, so wanataka kudrift. So hiyo drifting ina create space. Hii space si ni space positive, imekuwa created, it's a very negative space. Ya kwanza kufikiria sasa huyu ashaanza kuwa na madharau. Huyu sasa amejiona sana. Huyu sasa amekuwa na pesa nyingi. Let's embrace ile masculinity. Erase the hiyo ingine inaitwaje, the masculine and the feminine, feminist, hizo zifikiane, ndio tutaishi vizuri. Naam, tunapoendelea kusonga mbele mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa nambari mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tupo pale YouTube tupo live, utakuwa unatufuatilia moja kwa moja. Na bila shaka kwa wale ambao wana maswali na bila shaka kutaka kuzungumza nasi moja kwa moja kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0711199890, hapo ndipo mtakuwa mnazungumza nasi moja kwa moja, na bila shaka kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Na pale naona kuna wale ambao wameanza kutuma maswali yao, na bila shaka wanasema wanafuatilia kipindi. Wakati ukifika wa kusoma maswali hayo, nitakuwa nikiyasoma moja kwa moja. Tunapoendelea na mazungumzo haya ama kipindi hiki Sauti ya Uongozi, naye Mheshimiwa Violet Nyapara ambaye amo hapa studioni, na kile ambacho tunaangazia ni nafasi ya wanawake katika siasa humu nchini Kenya. Na mheshimiwa, tunapoendelea sasa tuangazie uhalisia wa wanawake kwenye siasa za Kenya. Tukiangazia hapa nchini Kenya, tumeona kuna wanawake ambao wamejaribu kujipigania hata kuwania kiti cha urais. Tukimtumia mfano Martha Karua, amejaribu mara si moja. Na bila shaka tumeona akina mama Charity Ngilu naye alijaribu. Tunaona akina mama wakisimama, kuna wengine ambao wameteuliwa kama magavana wanaongoza baadhi ya county hapa nchini. Mfano ni Homa Bay County, tunaye Wavinya Ndeti, na bila shaka kuna Anne Waiguru pia, na yeye ni mwanamke ambaye ameteuliwa governor. Kwa mtazamo wako, hali ya uwakilishi hapa nchini Kenya haswa wanawake kisiasa iko vipi kwa sasa? Kiniuliza hilo swali nitasema iko salama kabisa. Tukirudi sasa tuende hapa Homa Bay. Unajua politics is politics. Yes. Kuna wale watafurahishwa na uongozi wa mtu binafsi, na kuna wale itakasirisha. So ukiangalia Homa Bay sasa hivi na vile Homa Bay ilikuwa kitambo kwa uongozi wa Awiti, kuna tofauti kubwa. Shirio kubwa kabisa kuwa mwanamke anafanya kazi nzuri. Gladys Wanga amefanya kazi safi. Tukienda kwa Waiguru, Anne Waiguru asingekuwa mtenda kazi, mchapa kazi, awangemrudisha ya pili. Anne Waiguru anaserve her second term. Na ukienda kwake pia kazi yafanyika, na ni kazi safi. Tukiwacha ile politics ya kuchafuliana jina ya kusema wanawake hawawezi, tuanze kuangalia zile vitu wanawake wamefanya. Wanawake wamefanya kazi safi. Mimi kabisa napenda kujiassociate na Millie Odhiambo. Millie Odhiambo, it's her fourth term as a member of parliament. It's her fourth term as a member of parliament. Na ukienda Suba, she has done an incredible job. Kuna zile vitu kidogo, unajua mwanadamu hawezi kuwa mkamilivu kabisa 100%. Kuna zile vitu kidogo maybe hajaguza. Lakini kazi yake ni kazi safi. Na unajua wanawake they are known to be transparent. Na kwa accountability they are good. Unless tuingiane na nyinyi kidogo ndio mtufunze ile ukora kidogo, but we are very accountable people. Ukiangalia kazi zao ni kazi zenye zinaonekana kazi safi. Wanawake wanafanya kazi. Tuachane sasa na hawa the elected leaders of our county. No, kuna mmoja huyu wa anaitwa Sarah or somebody mwenye amesimamia sijui ni budget. I don't want to look like I don't know, but kuna huyo pia. Ni mwanamke mtenda kazi, mchapa kazi, na ni mwanamke hana woga. Huyu anasema hiyo budget iliwekwa haijatumika vizuri, imefanya A, imefanya B bila woga. Na wanawake wanafanya kazi safi. Kuna swali hapa mmoja ametuma tu, na ni maybe kwa sababu umetaja kwamba wanawake
wanawake kufanya. Kuna mmoja hapa anasema kwamba hajataja jina lake lakini nambari yake inakamilika na 745. Anasema kwamba ndio tunaona wanawake wakiinuka ndio wanafanya kazi. Na je, wakiinuliwa zaidi na wakipewa mamlaka zaidi, si watafanya jinsi ambavyo tumeona Tanzania kumekuwa kukifanyika? Tukiangalia vizuri, tukiwa watu wa kuangalia vizuri, watu wenye mtazamo mzuri. Mama Samia Suluhu, sitaki kumuita mama kwa sasa sababu zile vitendo zimefanyika huko kwake si vitendo za umama. Ukiangalia vizuri hile haikuwa msukumo wake binafsi. Lazima amesukumwa na somebody mwenye ni muscular. Sababu huyo mama hangefunga wanaume wote akasema sasa Tanzania nataka kukue ABCD. Lazima kuna mwanamume hapo kando mwenye alikuwa anamuelekeza, mwenye alikuwa anamwambia be strong, don't allow this to happen. Wanawake ni wazuri wasipopata hiyo influence mbaya. Ni kusema kwamba wanaume wakiwa katika uongozi na wanawake kuna ile influence ambayo inakuwa ambayo si mzuri aswa kwa kuna influence mzuri, kuna influence mzuri hiyo kuwa. Na kuna ile influence mbaya hiyo kuwa kukianza kuwa na competition. Sasa mimi kidogo nikiangalia mtazamo wangu wa Samia Suluhu Tanzania, kidogo ni kama hakuwa amejiamini vizuri. Ukimwangalia vizuri hata asingezuia the opponents, huyo mama labda angeshinda. But hakujiamini vizuri, ndio maana akafunga kila kitu ndio ibaki ni kama ni yeye tu. Na ukiangalia tukirudilia vizuri, when you have something that you don't want to lose, you'll have to hold it no matter how long it will burn. But kidogo alienda offside. Anafahambiwa ukweli. Ukiwa mwanamke leader, you're supposed to be a mother as well. Sababu sisi wa mama ndo sisi uzaa. Sasa uwezi angalia uzao wako ukiangamia kwa vile wewe si mama ya hao watoto. But uchungu ni ule ule, wewe ni mama. Umeleta binadamu duniani. Wafaa kuhisi huo uchungu na kuachilia vitu zikakuwa za jinsi ambavyo mambo yanaendelea pale Tanzania. Kweli tuliona jana akizungumza bungeni kwa mara ya kwanza akitoa hotuba akisema kwamba ametoa amri kwa ODPP na bila shaka maafisa wa polisi humu nchini Tanzania kuwaachilia huru wale vijana. Anasema kwamba hawajui kile ambacho wanakifanya. Tutangoja tukifuatilia kwa karibu tuone kama hayo yalitendeka. Hayo ni ya Tanzania. Turudi hapa nchini Kenya. Kuna awali tulitaja kwamba kuna vikwazo ambavyo ndio vinawasukuma ama vinawafuta nyuma akina mama kuingia katika siasa. Na hapa nchini Kenya ni vikwazo vipi gani vikubwa vinavyowazuia wanawake wengi kuingia kwenye siasa? Kuna zile mivutano, unajua kupigana haijakuwa nature ya wanawake. Sasa ukijua siasa nayo pia ina vitisho, ina vitu mingi za kuogofya. So wanawake wengi hawataki kukutana na vitisho kama hivyo wakiwa katika harakati zao za kupiga siasa. So wengi wameonelea badala wakutane waanze kupigana, watulie tu, wangoje. Unajua wangoje, labda wangoje kuteuliwa, inaitwa kuteuliwa, ama wangoje something else. Wapewe nominations other than getting into the mud and playing there so that you can achieve what you want. Kidogo hizo vita ndizo zinafanya wanawake kidogo wanarudi nyuma. Sababu unajua ukiwa mwanamke you have so much to keep. You don't want just to lose everything in a fraction of minutes. Sababu ulikuwa mwanamke na ulikuwa kwa siasa. La pili ni fedha. Ukiangalia vizuri wamama tuko na chama. Lakini wamama si rahisi mama kusema leo tuende tukaketi hivi, tukachange hivi, tukapee huyu akaenda akatafuta kiti. Ukirudi kwa wanaume kidogo hiyo ni kama it's a game they play without too much pressure. They just sit, wanaambiana umesema ulikuwa unataka nini? Unataka AB. Sasa tunataka tufanye hivi, tukusupport uende ukafanye. Kifedha kidogo kwa wanawake inakuwa ni challenge. Pesa zao ikiwa kwamba tutumie mfano wa familia. Wewe na mume wako unasema kwamba pesa za mume ni zenyu nyinyi wote, lakini zako ni zako tu na mambo yako. Ni kusema kwamba hawa wanawake hawezi wakajikita katika siasa na watumie fedha zile ambazo wameziweka, kwa sababu wanasema kwamba ndio wanajua zaidi kuweka akiba kuliko mtu yeyote yule. Jeff, unaona sasa hivi wewe ni rafiki yangu. Ndio. Sisi sasa tushajuana. Uni approach wanting me to help you with some cash.
I will give you with a lot of ease. Unlike a lady friend of mine kuni approach atake hizo huo msaada. Itakuwa ngumu. Wanawake kidogo hatujafunguka ile kabisa. Sijasema ni wote. Kuna wale wame create their circle. Like they can do it with a lot of ease. Yes. But before you enter that circle, kuna zile stages unapita ndio hata ujue what circle you belong to, huyu ni mtu wako si mtu wako. Ndio ufike hapo kwa kifedha pia unangangana sana. Kabisa. Kwa wanawake. Wachana na fedha, wachana na hiyo kupigana, wanawake bado jamii yetu, Jeff Kiswahili jamani. Jamii yetu haijatukubali vizuri, haijatubeba vizuri. Sasa hivi wameanza kuona mwanga. Wameanza kuona mwanga, like other counties are electing women leaders and they're working. So they want to trust themselves like these women can work. Yes. But they are not yet free to let these people work. That's why unaona mwanamke akitoka sasa, kama vile mimi nimetoka kwa ulingo wa siasa, niko na competitors wengi ni wanaume. So I look like I don't exist because I'm a woman. Mwanamke bado sisi hatutaki mwanamke. Mwanamke ukimpea kiti, I quote, kuna mtu aliandika kwa comment section ya some post ile kwa Facebook akisema juu ya wanawake, aliandika maneno mengi machafu. Mwanamke hatuwezi mpatia kiti sasa hivi, tunataka tupe wanaume waende watafutie wanawake wengine wazalishe, so that hiyo I don't remember well how he meant, like hiyo pesa izunguke sasa kwa kuoa wanawake wengi na kuwazalisha, so pesa itakuwa ina go through round. So unaona sasa hiyo umeshukishwa kidogo. Like mimi ni mwanamke, nikipata hii kiti nitakuwa naangazia sana ku develop my constituency. Yes. Sababu sitaenda kuolewa tena. Nishaolewa. Maybe the worst that can happen ni kuachana. Na yenye atuombi hiyo happen. Sababu si watu wameolewa na wako kwa ndoa zao. And that was the question I was almost coming to ask you, that most leaders, wanawake ambao wameteuliwa, even those who have been appointed, they look like they just walk out of their marriages because already they have some government job to do, or they have been entrusted by the public to be in a certain office, so that they just do away with the husbands. Maybe it's because now I'll be working on a huge budget than what you normally we used to work within our house. And you uko na majukumu mengi, and then you don't like hautakuwa unapata nafasi ya familia tena. Why is it like watu wa Kenya ama wanasiasa wanaangaziwa hivyo wanawake? Ikifika tukianza kuangazia ndoa, ndoa ina maneno mingi. Kabisa. Sasa kuondoka kwa mwanamke katika ndoa akishapata uongozi haimaanishi alidharau ama kuna kitu imehappen. It's either kuna insecurity imehappen hapo katikati. So ukaona badala nishinde nikijitetea kwa hii ndoa, huyu ameamua hata niamini. So what do? Do you stay in a relationship where you are not trusted? You give the relationship chances. Please just trust me. This is the same person I've been. Hiyo najiongelelea mimi. Sijui kile kilifanyika kwa wale waliondoka. Na siwajui ni akina nani. So hiyo ni kitu mimi naona most probably ndio imehappen katika ndoa. Ukipata kiti. So naona sasa hivi I'm trusted. I can run for the seat. Yes. If I get this seat, I need the same trust to boost me. Unajua niko hapa nje, najua niko na mume, niko na watoto. Lazima nitoke tena niende nikawahudumie watu wa nyumba ya kwangu. Ikifika sasa nimepata kiti. Mume wangu tuseme God forbid aanze kunishuku. Labda na dereva, unajua most of times maybe nitapata dereva mwanamume. Na labda security wangu pia atakuwa mwanamume. Akianza kukushuku, you'll try to explain yourself. For the first time, for the second time, for the third time. This man could not be having evidence. Na unajua ukishaingia kwa hii kiti, kuna vitu mingi zitaongewa mbaya kuhusu mwanamke. Sababu nitakuwa tu nacheka bado na wewe Jeff vile nacheka. Sitapunguza, change, or maybe sita extend. I'll be loving the same way I'm doing it now. But sasa itakuwa inaonekana ni kama I'm overdoing it. Tukiona kile ambacho kilitendeka katika kaunti ya Meru, kuna baadhi ya wale wawakilishi wadi walikuwa wanalalamika kwamba
mume wa gavana wakati huu ambaye aling'atuliwa mamlakani kupitia impeachment motion, kwamba alikuwa anawadhalilisha na amepatiwa nafasi kama mfanyakazi wa kaunti ya Meru, na kile kilikuwa inafanya wale wanasiasa wengine wanaona kwamba huyu hafai kuwa hapa, na bila shaka wengi wakazungumza mengi katika mitandao ya kijamii, ikiwemo kwamba sasa kila ambacho kimemfanya awe pale ni kwa sababu huyu ni mke wake, na ni vizuri wewe kujua mahali ambapo mke wako anatembea, ni gari gani ile anapanda, ni nani amepanda naye pale. So such a insecurities, of course they might happen. Human beings are not 100% perfect. Maybe in such a situation, how can you deal with it? No, that's a thing you have to deal with now. Yeah. Sasa ndo natafuta kiti. Sijapata. If you cannot trust me now, it means you are not going to trust me huko mbele. So ni kitu tu mume raise. How have you raised your pillars, your family pillars? Sababu hata mimi sasa hivi naweza, mume wangu si mwanasiasa. Huwezi muona karibu na mimi hivi sasa amesimama anafanya ABC. No. Yeye anasema wewe ndiye mwanasiasa. Fanya siasa. Yeye ni mume wangu, kazi yake ipo. Yeye pia anaenda kazi yake anaifanya. Ndiyo. Kwa uzuri. So ile kidogo ile ya Meru. Ile kuweka mume wako kuwa forefront kabisa, kuongelesha watu, kufanya A, kufanya B, pia haikuwa inaleta mwamko mzuri Kiswahili chako. To some extent, maybe the directorate of Bomachoge Church may want to know your husband, and actually some of them will be, maybe if they have not asked you that question, they might be asking, where is kwa kina mume wako ni wapi, na mbona hatujaimuona, tunataka kumjua. You know, and that is some of the things that maybe you be asking. We saw some of viongozi wengine wakisimama, tuliona hapa Nyamira, the first women rep in Nyamira County. I saw several areas, several times akiuliza swali kama hilo, and maybe alikuwa anajieleza vile yeye anajua kujieleza. And what, to some extent, what can you be able to do? Maybe sasa umesema yeye kuna kazi yake ambayo anafanya, kuna shughuli zake ambayo na amesema wewe ndio mwanasiasa, pambana na siasa zako. Nikisema kwamba hakuungi mkono ama anakuunga mkono lakini jini ya maji, haizitaka mtembee na yeye ama ajulikane kwa wananchi wa kawaida. No, hiyo kutaka kutembea na mimi si issue. Issue ni he is not a politician. I am. Kidogo hizo affirmations pia zinaturudisha nyuma kama wakisi kwa siasa. We have Ruto Odinga. Yes. Ruto Odinga amepiga siasa yake Kisumu akachukua kiti. Ndiyo. Ni wapi walimuomba bwana yake? We didn't know about the husband. Of course. Paka latest ndio bwana amesimama na ni Muganda. But Ruth Odinga is doing what? Is the women rep here in Kenya. Kisumu. Millie Odhiambo amefanya siasa yake. Hizo term zote 4. Hawakumuuliza bwana yuko wapi. She's delivering where? Suba. Suba is where? In Kenya. The husband is from where? Zimbabwe. So Wakenya si Wakenya. Wakisi. If we could alienate this tagging partners kwa politics. Yes. Unajua sasa ni kama sitaki kutaja mtu nikaja nikajiletea shida. Tukiangalia last elections, yes, we had somebody who was looking for a seat here in Kisii. Na alikuwa sasa hizo affirmations she wanted to be affirmed. So she could walk, anafika kidogo anasema my husband is here. He is not a trophy to be shown to everybody. He is your husband. People should learn to respect those things, those issues. You are electing me to come and represent you as your leader, not my husband. The same case will happen to me. I have to respect myself and respect my people and put my husband aside. He is my husband, that I know. He knows I'm the wife. So he should keep doing his job and let me handle my job. Tuache hizi affirmations. Millie Odhiambo anatupigia kazi huku Suba. Bwana yake labda ako Zimbabwe, anakuja kufanya hiyo kazi saa ngapi? Wasitake tuanze kutembea na mabwana zetu tukiwaonyesha. Na nikiwaonyesha mmoja akuja amchukue.
Maybe hapo tutajua vile mambo itaenda, lakini watasema amenyang'anywa, alikuwa kelele sana kwa podiums. You see now the husband has gone. She was too busy in campaigns. She neglected the husband. Now the husband has found somebody else. Na labda ni mimi nimefanya mistake, I've brought him to the limelight now. Na mtangaza amepatikana na kama mwingine amechukuliwa. Anyway, alright, tunapoendelea mbele na kipindi chetu Sauti ya Uongozi, zikiwa zimekatika dakika 4 baada ya saa 2 jioni, tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi, na tutakapokuwa tunarejea tutakuwa tunaangazia masuala ya sheria, sera na kila ambacho tunajifunia katika nchi yetu ya Kenya. Na haswa kila ambacho nilimwambia awali kwamba tutakuwa tunakizungumzia hapo mbele, the third gender rule in our government itatekelezwa ipasavyo. Hilo ndilo ambalo tutakuwa tunaangazia. Kumbuka kwamba utakuwa unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Ndizi TV Africa, pale YouTube tupo live. Kumbuka kwamba utakuwa unatuma ujumbe kwa nambari ya WhatsApp 0711199890, na kwingineko ujumbe huo utautuma pia kupitia nambari ya SMS 21575. Baadaye nitakuwa nikisiangazia, na tunapopata mapumziko mafupi nikirejelea kila ambacho tutaanzia ni third gender rule katika hapa nchini Kenya, na bila shaka ni kipi kile ambacho kinampa motisha, na ni nani yule ambaye ameangazia akaona kwamba huyu ndiye mwanamke nimekuwa nikiangalia hapa nchini Kenya jinsi ambavyo amekuwa akifanya kazi. Atatueleza mengi. Mgeni wangu ni Mheshimiwa Violet Nyapara ambaye tumo naye hapa studio. Usiende mbali, na rejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV Africa. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they deleted. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Unatazama Ndizi TV Africa.
Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronelfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Unatazama Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Kila jamii hapa Afrika, yani chini ya jua duniani, ina chimbuko lake. Ndani ya Ndizi TV Africa, katika kujua utamaduni wako Unatazama Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Naam, karibu tena katika Sauti ya Uongozi, tunapoendelea na mjadala wetu katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, na kile ambacho tunaangazia ni nafasi ya wanawake katika siasa za hapa nchini Kenya. Na mgeni wetu studioni ni Mheshimiwa Violet Nyapara, ambaye pia anawania kiti cha ubunge kutoka eneo bunge lile la Bomachoge Chache, na mengi ambayo tumeangazia pale. Amejieleza yeye ni nani, ni kile ambacho kile ambacho kilimfutia kuingia katika siasa. Na awali nilikuwa nimekuahidi kwamba tukirejea kuna yale ambayo tulikuwa tunaangazia haswa
sheria za hapa nchini Kenya, ni kipi kile ambacho katiba imetoa kuhusiana na uongozi na nafasi ya uwakilishi ya kina mama hapa nchini Kenya. Ndio tunao uwakilishi wa kike katika maeneo ya county, kila county zote 47 tunao wawakilishi pale, na bila shaka kuna sheria ambayo haijatekelezwa vikamilifu ambayo ni ya two-third gender rule, bado haijafikiwa. Na hilo ndilo swali ambalo tukirejea ningemuuliza mheshimiwa kidogo tu aeleze ni mbona nadhani kwamba utekelezaji wa two-third gender rule haujafikiwa vikamilifu. Ni serikali inajivuta nyuma ama ni hawa wanawake hawataki kujitokeza kufanya kazi? Mheshimiwa, karibu tena. Asante sana Jeff. Two-third gender rule, yes, haijafikiwa. Na ilikuwa inafaa kufikiwa kitambo sana. Yeah. Sasa kidogo wanaume ni wa greedy. Hawajaamua kuachilia hiki kitu. Mbona wasiachilie? Kwa sababu sheria katiba inaonyesha kwamba inafaa kufanywa hivyo. Sheria ipo. Ndio. Wako kwa uwanja. Wanakuja na hizo their tokens. Wametuzidi. How will we beat them? Ngumu. Wanaume bado hawajawachilia. Serikali pia imetulia. Yeah, like haiko very serious about attaining the two-third gender rule. Ingekuwa serious tungekuwa tumepata hiyo rule kitambo. Mwaka jana tulimsikia Rais William Samoei Ruto akitaja kwamba ifikapo mwaka 2027 katika uchaguzi mkuu, nadhani walikuwa mkutano wa NDC wa chama cha UDA na brigade nzima ya Kenya Kwanza, when alitamka akasema kwamba wanawake wanapaswa kupewa nafasi, kia kwamba wewe ni gavana, utakuwa unasimama kiti cha ugavana katika kaunti yako, wewe ni mwanamke, basi ambaye ni naibu wako mteua lazima kuwe ni mwanaume. Ikiwa ni mwanaume ambaye anasimama ugavana, yule ambaye ako chini yake msaidizi wake awe ni mwanamke. Na tutataja aje kwamba serikali imechifuta nyuma na tumeona viongozi ndio wanazungumza, ama ni kipi kile ambacho kinaendelea, ama ni kuzungumza tu kutuambia kwamba hili litafanywa, lakini at the end of it they are not facilitating it to happen? Kidogo haijafanya. Ukiona kwa miswada yao yote wakiwa bungeni, hakuna siku wamewahi sema sasa wanataka kukaa chini like they make the rule, like they are serious now, they want to implement the rule and they want it done. Zikifika mijadala kama hizo unapata hawajaingia wote bungeni. So inaitwa hiyo hawafikiani. Kuna ile percentage yenye inafaa kuenda ndio ipitishwe, sasa hawafikiani. So hiyo sasa tunaona imepita tena. Hiyo pia inatuzuia. Wanawake pia sisi hatujaamua kutoka, tukangangana. Na ndio umesema mjaamua kutoka mngangane. Kuna wale ambao kidogo wanaketi katika bunge lile la kitaifa, hasa wanawake ambao wameteuliwa kutoka kila county wote 47, na kuna wale ambao wako nominated pia. Hata kama kidogo huwa baadhi usema kwamba wale ambao wamekuwa nominated kuna miswada ambayo wengi hawaleti. Kutumia tu mfano, Rais Kenyuri ni ambaye ni nominated senator kutoka Kisii County. Tumemuona akileta katika bunge lile la seneti akipeleka miswada pale, na bunge hili lingine la kitaifa wanawake ambao wameteuliwa kutoka counties zote 47 na kuna wale ambao wako nominated pale. Mbona wasisukume? Kwa sababu ni kile ambacho kitawafaidi wao. Mbona wasisukume na kile ambacho nasema kwamba mwanamke anaweza zungumza na mtu amconvince afanye kitu fulani? Mbona wasitumie nguvu hii ambayo walionayo kuhakikisha kwamba they have convinced those members of parliament to ensure that rule imepitishwa na iwapatie nafasi wanawake, ndipo nao wapate representation ya kutosha? Kidogo sasa hiyo hatutajua mbona wameketi bungeni na hawaongelelei hili swala la two-third gender rule. Tunafaa tuwaulize what is their take. Mbona hawaongei? More so the nominated ones, they're supposed to speak up so that they can get a backup next, because you cannot keep on getting nominated all the time. Itafika ile time yako hutakuwa nominated. Why can't you push this thing ipite? Ndio ukitoka hapa nje tuseme sasa unataka kuja kutafuta sasa kura kuwa elected, uwe na kazi rahisi, sababu utakuwa umeupitisha huo mswada ukakuwa completed. Na ukitaja kwamba hii mambo ya nomination kidogo tumekuwa tukiona sintofahamu, kabla sijaingia hapo kidogo, hebu tuangazie hili
vyama vya kisiasa vina jukumu lipi kuhakikisha kwamba wanawake wanapata idadi ya kutosha haswa katika vyama na bila shaka katika uongozi? Kwa sababu vyama ni vingi ambavyo tumekuwa tukiviona hapa nchini Kenya. Na tukitumia mfano chama cha ODM tumeona kidogo the chairperson wa chama ni mwanamke nationally, na kuna baadhi ya wanawake ambao wameteuliwa katika uongozi wa chama hicho. Na mbona vyama hivi vya kisiasa vina jukumu gani katika kuhakikisha kwamba idadi ya wanawake inatosha katika vyama hivi na pia la shaka wanapata nafasi kusimama katika viti ili kuwania uongozi? Swala lako kidogo ni ngumu kwangu. Ndio. Ukiangalia sasa kama chama cha ODM, idadi ya wanawake kwa uongozi wa hiyo chama bado ni kidogo. Bado haijafikiwa. Ukiangalia tuko na Gladys Wangalie chair. Sio? Wengine wanawake wengine wenye wako hapo, mwingine najua ni anaitwa Ruth Odinga. Ruth Odinga. Yes. Mwingine ni nani? Millie Odhiambo ako hapo. Millie Odhiambo ako hapo, anafanya nini? Sijaangalia vizuri nione yeye anafanya nini. So unaona bado margin of concentration kwa wanawake kidogo bado iko chini. Na sisi wale wanawake tumejipata kwa uringo wa siasa. Hatujakuwa very considerate. Tujue kuwa tunahitajiana pia si tuwe wengi. I was seated some time back, nilikuwa nakaa hivi nafikiria sijaona mwanamke akitengeneza chama. Sisi pia tunafaa kutengeneza chama. Na hiyo chama pia sisi tukue wengi na tukue na wanaume wachache. Na hizi chama hizi vyama vya uchaguzi hivi vyama vyetu vinafaa kuwa na rules, you know. Ukisha chaguliwa, when you are nominated from a certain political party, you are not supposed to defect from that particular political party. Ukidefect, you are supposed to come back to the people. Tukue na by election. Tukiwa na rules zenye zina govern hizo chama vizuri, tutakuwa na consistency. Sababu sasa hivi unaona hakuna rules. Tunakuchagua unakuwa kiongozi wetu na chama fulani. Ukishafika huko, interest zako zimeshift. Chama haiafikiani na interest zako. So now una drift. Kule your interests are well catered for. Ukishatoka hapa ndo tulikuchagua. Sasa unawakilisha nani the other side kule umeenda? Sasa unataka kutulazimisha sisi tuje tukakujoin kule ndio tuendelee. So hivi vyama pia vinafaa kuwa na rules zenye inafaa kuwa actually constitutionalized. Ndio ikue tujue ni it's a law. Like if I'm elected today, acha niseme na PDP, I'm not supposed to defect from that chama. Niki defect, I'm supposed to resign from the chama, and then I come back home, tukue na by election, nichaguliwe vizuri sasa tena na hiyo chama yenye nataka kushift tu. Ndio tusikue na hii kutanga mingi ya vyama. Na hivi vyama pia tukishaingia kwa chama, sisi kama wanawake tunafaa kuwa tumeshughulika sana kujua if our interests are catered for in that particular chama. Tuko wanawake wangapi kwa hizi chama? How many of us wako na fia kwa hiyo chama? Tusije tukaingia kwa chama sababu sisi ni wanawake na sababu tumekuwa accommodated tukatulia. Tunafaa kuwa kujua pia tumeingia ndio, we are bringing something to the table, or we are bringing whatever thing we are bringing to the table. How are we taken care of in this chama? Are we taken with regard, like are we respected as women in the chama? Pia sisi wanawake tukishaingia hapo tunafaa kuuphold our standards. Tusikuwe tunalegea hivi. Unajua kidogo tunakuaga na ulegevu, that's why we are women. Kuna zile utakuja ukaongeleshwa kidogo ukaegea. Tusikuwe na ulegevu, ndio tutakuja kuafikiana na the 2/3 gender rule. Maybe. Na tukiangazia Seneti, tuliona kihoja ambacho kilifanyika miezi michache ambayo imepita. Senator Uroba alifukuzwa chamani na akafukuzwa bunge lile la Seneti, na nomination yake ikapewa mwingine kutoka magharibi mwa Kenya.
na kile ambacho kilitaja kwamba kimefanya akanyang'anywa position yake ni kwa sababu alijihusisha na mwanasiasa mwingine wa kambi nyingine ambaye alionekana kwamba ameenda kumulaki katika uwanja wa ndege. Hilo ndilo lilikuwa limezungumzwa kwamba ameenda against na matakwa ya chama hicho cha UDA ambacho alikuwa nominated nacho. Na kuna mengi ambayo yaliendelea, afisa vya hapa huyu anazungumza hiki, yule anazungumza kile, kwa kwamba mpaka ametaja kwamba wanawake hawa ambao wanakuwa nominated, huwezi kuwa nominated hivi hivi. Lazima mtu amekuambia ita ni yeye mwenye chama, usipomchotea kakitu na anakuambia sasa wewe lazima uwe mke wangu kwa siku hizi, alafu ndipo uweze kupata nomination. How does this happen in these political parties, and what maybe as a woman and also eyeing to be a member of parliament, how can you be able to deal with this, because that's something that was like tukaona watu wa jamii wasema huyu mtoto wetu wajarudi nyumbani tutampanga, wengine wakasema chama imefanya vibaya, but the sentiments ambazo zilitolewa later on na the senator that this is what is happening. We even saw some women chosen leaders wakisimama na wengine wakonomiti wakisema kwamba hicho ambacho anasema si ukweli, ni uongo. Is that what happens? Of course, they do say that politics is a dirty game. Of course, you cannot understand better if you are not a politician. If you are not in the house. So, how can you be able to deal with such a kind of an issue? If yes, niko na chama changu, chama cha Ndizi TV Africa, na mimi tumesema kwamba nataka kukonominate, na nakwambia usipofanya hivi, lazima ushushe bendera ndiposa uruhusiwe kuingia katika chama. Sasa unajua, we have evolved. Siasa yenye inapigwa sasa hivi si ile siasa tulikuwa tunajua ya kitambo. Na sisi wanawake, let's evolve. Vile siasa imeevolve na sisi tu evolve. Wacha tuache kuchafua siasa sana. Mimi nikiingia siasa niko na ndugu yangu. Ndugu yangu anaweza kuwa ni opponent wa my party leader or something. Yes. So you want to tell me I will not greet my brother, or I'll not go and welcome my brother because I'm in this other side of politics? Siasa iache kuchafuliwa sana. Watu wote wako na interests. Na siwezi kataa kuangalia mtu wetu, it's not a mtu wetu syndrome, but ni ndugu yangu, ni mtoto wa kwetu, anaingia na alishafanya kitu mzuri, anajulikana. Pati allow mtu aende akalaki mtu wao. Because tukiangalia vizuri sasa, if we are going to talk about Gloria Oruoba, the senator, mwenye alifukuzwa. Gloria was very vocal akiwa UDA. Yes. Yeah, she stood. Actually, Gloria alikampenia the president. The cabinet. Yes, akiwa Nairobi. She mobilized the people here. She spoke so well about the president. What happens when we erase everything good that somebody has done, and then sasa tunamshusha sababu amekaribisha ndugu yake. Hakuwa amewaambia anataka kudefect. Alienda tu kumkaribisha, akaamua wacha nitembee na ndugu yangu. Ni siasa. Wacha hii siasa iwekwe ikiwa wazi. Si siasa ya kuthreateniana ama siasa ya lack of confidence in somebody. You know, when you know you are the leader, wewe ndio uko hapo hiyo time. So hawa wengine wakija ni kama sasa hivi mimi. I know Alpha is there. Yeye ndiye mbunge wangu sasa hivi. Na kuna zile vitu nimeangalia, maybe amefanya, maybe hajafanya zenye mimi ningetaka kufanya. Sitaingia hapa nianze kusema Alpha mimi kazi yangu ni kutafuta kiti. Nikishafika hapo kwa kupata hiyo kiti ama kwa kuongelelea zile vitu nimeona ziko miss. Sitaki kumdhalilisha sababu yeye ndiye alikuwa hapo. So hawangedhalilisha huyu, kidogo ilikuwa inakwaza. Hawangemdhalilisha Gloria, wangemwacha amalize nao, ama wangemuita hata disciplinary. Hizo vitu zingine ametuambia eti lazima bendera izushwe, sijui ndio upate nini. Ni vitu sisi usikia. We don't know. Unless we are in there, we will know. Sasa hivi vile mimi sasa nimeingia kwa uringo wa siasa. Maybe I'll get to know. Mimi nikiwa mwanamke mwenye akona poor morals. Niamue kushusha bendera. Do you think I'll stand for my people? I will not. So kidogo tume-evolve but hatuja-evolve. Ama tume-evolve but hatujataka ku-evolve. Kuna zile vitu tunafaa kukemea in broad daylight. We are adults of consenting whatever. So if I come to your chama na umeamua you are nominating me or doing something, allow me to breathe as a human being. Nakumbuka kuna time
anaitwa Martha Karua. Yes. She was given some docket, but she was not allowed to work due to these her duties and mandate. Unakumbuka alifanya nini? She resigned and moved on. Those are the morals we want. Those are the kind of women we want. Yes. You resign if umenominatiwa, but sasa unaambiwa just because we nominated you or you did ABCD and we gave you this, you are not going to do ABCD. Those are poor morals. We cannot sit and watch things happen on the opposite when we have evolved. If we say we have evolved, we evolve and evolve. We don't evolve and stagnate. We keep evolving. Siasa ya sasa hivi huwezi linganisha na siasa ya kitambo. Right now we have very brilliant young minds. Yes. They are coming. They are coming in handy. Angalia bunge letu sasa hivi, kuna mama mmoja anampenda. She's coming on good. She knows what she's doing. Cynthia Muge. Do you know her? Of course. Yeah. That woman, she knows what she's doing in the parliament. She's articulated. She's intellectual. Sasa unaona tukianza kuwa intellectuals as women, we will gain our respect. We will be able to stand for other women. But if we start we are bending rules, yes, because we want favors. You know, I've been working. I'm not dead. Yes. I can stand and work and do ABCD. If I've come this far, mpaka hapa nimefika sasa hivi, without bending any rule, what will make me bend a rule somewhere just because I want ABCD? Tupunguze pia greed. Greed pia nayo inatupeleka hivi mbio. I want to be rich. But I cannot be rich at the expense of me being looked down upon. I hate that. Yeah, I need to stand strong and firm and speak for other women without fear or favor. When you are morally upright, you can do that. Alright, naona muda wetu unasonga zaidi, zimekatika dakika 31 na tunataka tukuingia katika segment nyingine ikiwa kwamba tunaangalia mabinti wanawake na vijana wanaume kwenye siasa za Kenya. Na kuna swala ambalo wengi wamekuwa wakisema kwamba tunawapoteza wanawake vijana kwenye siasa, na ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa, na pia bila shaka hawa vijana ambao wanajitokeza kuingia katika siasa ndio ni jambo lingine ambalo tumeangazia hapa kwamba kuna wengine ambao hutumiwa vibaya. Either wengi wametaja kwamba ni flower girls tu. Uko tu hapo kazi yako ni kupiga makofi na kushout kitu fulani, ikiwa kwamba ni kuna kitu hapo umeambiwa ijafanya vizuri, kazi yenu tu umeambiwa hapo kuna kakitu mmefinyiwa, mfanye hivi hivi. Je, unadhani kwamba tunawapoteza wengi wanawake ambao wanaingia katika siasa, na ni kwa nini unadhani hivyo? Kidogo wanawake tunafaa kupunguza adrenaline. Na tuanze kuangalia mbali, tuache kuangalia hapa karibu. You know, when you want something, yes, you want that thing. Hizi vitu zinakuja hapa katikati zinakublock. How strong are you to overlook them and keep going? Hapo ndio tunafikia siasa ya tokens. Haijapoteza wasichana peke yake, imepoteza wengi. You are youth who wants to venture into something, yes, but you've been compromised. Umepewa something. So hata kama mimi sasa hivi nitasimama niseme this thing is wrong, just because you've been given a token, umecompromisewa, na hii compromise kubwa. You know, they get compromised with very little amount of cash. Utaona hii point yangu ikiwa legit, yes, you'll want to shut me down so that your token giver can sound relevant. Yes. Sijui kama unanielewa vizuri. Vitu kama hizi watoto wetu sasa hivi wamesoma. How I pray and wish that they are not going to participate in such dirty politics ya kuwa bot, kitu very very small. You know, unapewa sijui ni 1,000. Unaambiwa heckle somebody. Amekuja anataka kuongea. You don't want her to speak because you know she will speak sanity. And that's what we have been experiencing Mwaso when it comes to maybe something that tumeona imekuwa ikihappen in Western Kenya. All of a sudden we saw it here in Gusii region, and somewhere else that ikiwa ni mbunge ndio either unawania kiti ama ni mbunge ambayo umekalia kiti hicho, unapoenda kama ni mazishi uko na timu yako already ushaipanga, nikifika pale nikiongea mimi mnipigie makofi, mwingine akitaka kuongea mumpigie kelele. Na the simple thing unapata watu
amepewa ni shilingi 200 na pombe, ama akapata shilingi 50 na akanunuliwa pombe kibuyu ya lita 20 akaambiwa hii ndio mtakuwa mnashughulika nayo. And that is what we are experiencing. Of course ndio maana nikataja awali kwamba they do say that politics is a dirty game, but maybe kama hujakuwa hapo ndani hautakuwa unajua exactly what is there. Sasa kidogo sisi as a people or as voters tumefanya inakuwa chafu sana because we don't get our priorities right. What do we want? Do we want alcohol so that we can raise our adrenaline and shout at somebody who is coming to help us? Do we want 200 and overlook all the development that is going to come to our constituency? Sasa hii watu waanze kujiita mkutano maalumu. What is it that we want? You know, tulikuwa colonized na wazungu. They left us. Now we are being colonized by our leaders. So that we cannot speak about the evil in the society sababu umepewa 200. By the time unakuja kuamuka hii 200 haijakusaidia. Or you had a mkataba with this leader of yours in person akusaidie ABCD. Leaders pia nao ni waerefu, si eti ni wajinga. They look at you. They know what your aspirations are. When they see that you are too ambitious, they will want to shut you. Because who will want somebody to compete with them when they have been in that thing and they know what they are gaining? So ni sisi tujiite mkutano tuanze kuambiana we want development. We cannot keep on singing every other 5 years. Tunarudi tunalia, hujatufanyia A, hujatufanyia B. Sisi as voters, tumenunuliwa pombe. Tumepewa 200. Let's just be very real in this real life. The leaders wenye wanapeana pesa sana za bure wanazitoa wapi? Where do they get this money? And how are they going to return their money back? Because it's their money. Nobody goes to work anatengeneza pesa mingi hivi akiweka kando eti sasa hii nimeweka naenda kupea Jeff ndio Jeff ani hekorie somebody else. Who does that? Nobody. So let's start by accepting the situation because it was created before us. So now it's us to undo it so that we can get what we want. Nobody has a reserve of money somewhere yenye anataka kuja kuhongana ndio arudishwe. Akisharudishwa anakufanyia nini? If I can quote a quote I saw somewhere. An aspirant ni by election amesema I've used everything of mine. The only thing I'm remaining with is my woman. So now if we elect you, what are you going to do to us? He or she is going to just gather. I'm going to return my money. Everything that we have, and that is the problem that we have been seeing, that people are not okay. The electorate is complaining, and we do complain each and every year or each and every term of 5 years kwamba tulikupa kitu hujatufanyia chochote. Na yule mtu ndio alikuletea shilingi 50, alikuletea unga, wewe unajua hizo pesa zilitoka wapi? Na hapo ndipo wanarudisha, wanatoa wakirejesha mahali ambapo wakijipanga tena katika uchaguzi mwingine ambao ujao. Na tunapoendelea kusonga mbele, naona muda wetu pale kidogo unatupa kisogo. Hapa nchini Kenya, je, ukiangalia Kenya sasa hivi inaweza kufikia usawa wa kichinzia kwenye siasa lini na ni vipi? Ni kipi kile ambacho kifanywe sasa kuhakikisha kwamba hao wanawake to that general imepitishwa na tumejipata katika kiti, wamepata nafasi yao na ukweli tupate representation. Juzi kuna ripoti ilitolewa kwamba kuna specific tribes in the country that are sitting on the topmost offices in the country, more so in parastatus of maybe different parastatus in the country, and that doesn't show that kuna usawa hapa nchini Kenya. And then even the other offices unaweza enda pale ukiingia tu hivi upate wewe uelewi lugha yenye wanaongea, wanazungumza lugha ya nyumbani kwa sababu wao ndio wao tu wamejaa katika afisi hiyo. Ukitaka usaidizi hata uwezi ukasaidiwa. Ni kipi nchi ifanye ama serikali ifanye kuhakikisha kwamba usawa umetimia? Na wewe unaona hili linaweza fanyika kufikia lini? Kwa maono yangu mimi mwenyewe vile naona tuko na muda mrefu wa kuafikisha the 2/3 gender rule. Reason being hatujakuwa impressed well na hatujakuwa na that you know
sisi wanawake, I cannot say we are weak or something. Yes. Kuna zile fights we don't love pushing so hard. Ikifika mahali ni kama sasa tumesukuma sana, we tend to sit back and now take nature take its course or something like that. So unless sisi tumeamua we want this thing. Kabisa vile wazee wetu wa kitambo waliamua they wanted to undo colonization. Yes. Na sisi tuamue we want this thing. If it's cancelling sessions, yes. parliament sessions, because we have not balanced the way we are supposed to balance. Let it be hold mpaka to balance. It's either to nominated, to elected, but tufikie. Unajua ikiwa that strict, yes. we will have it. But bado tukiendelea kuilalia hivi vile tunailalia, we will not have it. What else did you ask? I just asked about what the country should be able, or what the government should be able to do to ensure that imeafikia usawa wa kijinsia, na bila shaka nikauliza unaona ni lini hizi mambo yatakuwa yanatendeka. Nimejibu hiyo lini ni kitambo kidogo, sababu sisi wenyewe hatujakuwa so serious. Government sasa ndio ianze kutufikia. Naona anaitwaje huyu rais wetu? William Samoei. Yes, anasema and he's working. So now amongst his worker, he should include the 2/3 gender rule in his working. Aseme sasa wanawake lazima waje wakajaze mapengo yao ambayo hayajajazwa. Tukiingia pale tuta move very smoothly. But ukiangalia vizuri Kenya, we were colonized kitambo na wazungu. Right now tuko colonized na watu wako juu yetu. Watu wako juu yetu. Like bargaining powers kule wanaenda wanakaa wanaziongelelea, we are not there. Yes. So we don't know how we are supposed to be in the tables where we are supposed to speak about ourselves so that we can also be included, because kidogo ukiona kuna hiyo gap kubwa ya some tribes in Kenya. Yes. And it's not like they are not learned, they don't know what they are doing, but it's about the bargaining power. Where do these people go and sit and talk about how they are supposed to share? And again, ukiona sasa when a leader you are speaking about shares all the time. Yes. Why are you speaking about shares all the time? What if you are given all these shares? What will you do with the shares? Because we are Kenyans, we are one, but we have tribes in Kenya, and these tribes have to be represented in the Kenyan government. So if tukianza hii maneno ya shares, tutakuwa hizi tribes zingine zitakuwa represented when and how. All right. Tunapoendelea kusonga mbele, kuna kabla tuko karibu kumaliza, niko na quick fire questions pale kama 3 hivi 4 nitakuwa nikikuuliza baadaye pale, lakini tukiangazia sasa siasa za hapa nchini Kenya na maeneo haya yetu, kuna yale ambayo tumekuwa tukiyaona hapa nchini na kuna opposition hapa nchini Kenya. Na juzi tuliona gazeti moja la The Star wakisema kwamba kuna rais akona mpango wa kumchukua Kalonzo Musyoka na bila shaka Eugene Wamalwa, ambaye Eugene Wamalwa anatoka Western Kenya na Kalonzo Musyoka anatoka pale Ukambani. Tukaona jana rais amekamilisha ziara yake Ukambani, na kuna kile ambacho kuna yale ambayo alikuwa amezungumza pale, na tukiangazia opposition hapa nchini Kenya. Je, ukiangalia opposition ya hapa nchini Kenya ya wakati huu wa Rais William Samoei Ruto na wakati wa Uhuru Kenyatta na marais wengine ambao umepita, do we really have an opposition in the country, or ni kama sisi wote tuko katika serikali na tunaenda tu hivyo? Kidogo sasa hivi tukiangazia opposition Kenya, ni kama the exit of Baba itatu affect sana. Sasa hii ni kama sisi wote tunacheza serikalini, because we all want to eat. Hakuna mmoja anataka kustaff. So na washajua kukula ni huko. Yes. So wakule. So opposition yenye tuko nayo sasa hivi iko, lakini hata ni kama haiko. Ni kama pia it's waiting iongeleshwe vizuri, ikwe picked. Because we cannot have an opposition leader. Yes. Mwenye, how can I speak it? Nikirudi vizuri nyuma, I loved Baba's way of politics. You know, Baba was not a retaliative man. You could abuse him now here, hata simama next stage akutusi au akujibu. Sasa hivi ni kama it's not even opposition, because they keep on
answering each other back. Answering each other back. Kama watu wenye wametegana, like when are we going to speak so that we can harmonize? Sasa hivi opposition yetu iko very shaky. We don't know what is going to happen. I'm so praying for ODM. Ijieke vizuri. I don't know who's going to do that. Ijieka vizuri na mnagana kwa sababu tumeona wakitamka wakisema kwamba aswa from the meeting that they are having in Mombasa celebrating the 20 years, kila kiongozi anafuta pa kwake, anasema hii na kusema ile, tuliachwa hapa, tuliambiwa tukae serikalini. Na tumeona hata leo Winnie Odinga ametaja kwamba jana alizungumza na leo hii tumesikia kiongozi ambaye aliteuliwa sasa kuwa mwenye kusimamia chama cha ODM kuwa party leader amesema kwamba mimi huyo ni msichana wangu, nitaketi niongee na yeye kinyumbani. Hatujui chinza ambavyo ataongea na yeye kinyumbani, tutangoja tuone ni kipi kile ambacho kitafuata. Lakini tumeona baadhi ya wale ambao wameteuliwa kwa serikali wakisema kwamba tuliachwa katika serikali na tutakuwa katika serikali hii liwe kila ambacho kitakuwa hapo ama liwe liwalo, tutakuwa katika serikali hii na serikali ijayo tutakuwa pale. Na Oburu Odinga mwenyewe kabla hajakuwa confirmed kuwa party leader wa ODM alitaja kwamba tupo serikalini, sisi ndio tutatengeneza serikali ya mwaka 2027 na tusipotengeneza serikali hiyo tutakuwa serikalini. So inamaanisha kwamba kuna vile ambavyo wamepanga mpango wao na huenda wakawa hapo either through the way they are in now, ama kama watakuwa wanasimamisha mtu ateuliwe na chama hicho cha ODM na mambo yaendelee chinza ambavyo yanaendelea. Na kuna opposition, tunaona Rigathi Gachagua, tunaona Kalonzo Musyoka, though amesema kwamba yeye anataka kumuingisha na yeye leo amesema kwamba mimi sitaingia serikalini, I will not get there, but wanasema kwamba siasa ni hivyo tu, unazungumza hii, kesho yake utaambiwa kuja ukipata kwamba kila ambacho wewe unataka wewe binafsi upate, ukipata kwamba kimeafikiwa basi utaingia hapo. Tutangoja, ni siasa. Wasema kwamba ni msitu tu, yani nyani ni wale ni msitu wamebadilisha, akatoka msitu wa Ndizi TV Africa akaingia msitu kwa wengine pale. Na tunaposonga mbele kuna Fred Okengo Matiang'i, wengi wamekuwa mkimtaja kama yeye si mwanasiasa. Ni mchapakazi ndio, lakini yeye si mwanasiasa. Na wengi wanasema kwamba Wakenya ndio walimuita, lakini hataki kutumia nafasi hiyo vizuri. Na tumeona hivi majuzi alipewa kama deputy party leader wa chama cha Jubilee, na ndio kinakuwa kinamsukuma, kimetaja kwamba yeye ndiye atakuwa akiwania urais na chama hicho. Yeye ndio presidential candidate wao. Na jinsi ambavyo tumekuwa tukiona mambo yakiwa pale Mlimani na bila shaka siasa ambazo zinachapwa hapa na pale, je, hawa wana opposition ni watu weli unaona kwamba watajieka pamoja kuhakikisha wanajipanga kushinda uchaguzi wa mwaka 2027, kwa sababu kila mmoja anataja kwamba yeye ndio atasimama, atakuwa flag bearer wa opposition? Kidogo nikiangalia siasa is all about interest. Na wanasiasa most of the times wanaingia kwa hiyo meza kama interest zao zimeafikiwa. So sasa I'm just hoping wote interest zao zitafikiwa, waungane like opposition leaders. Yes. Ndo tusikue Kenya bila opposition, sababu sasa kila mtu sasa hivi akisema mimi nataka hii, tutapata wapi opposition leader? If they are strong, if they want this thing so badly, let them unite. Waki-unite ndio tutakuwa na opposition yenye itapigana na president 2027. Sababu president bado ni Ruto. Na hiyo opposition ikijieka vizuri, ikijipanga, ndio tutakuwa na opposition. But ikiendelea vile inaendelea, ni kama wakisha keti hivi kwa meza wakianza kuongea, kuna mtu bado mahitaji yake ni kama hayajashughulikiwa vizuri, so wana drift. Sasa waje waketi, unajua siasa wanasema ina evolve each and every minute. We don't know what's in it for us tomorrow. Yes. Na hiyo opposition. But I just hope it's something that is solid, ndio tukue na opposition. All right. Yes. And my quick fire questions. Kiongozi mwanamke ambaye anakuvutia zaidi hapa nchini? Millie Odhiambo. Bad girl. Na tukiangazia Afrika Mashariki? Afrika Mashariki, who is it? Hiyo wachana nayo kwanza. Kauli mbiu yako ya uongozi ni ipi kama Honorable Violet Nyapara? Kauli mbiu? Maybe put that one in English. In English, I mean, what is it's like your motto in politics as Honorable Violet Nyapara? We all shine. Yeah, we all shine.
Haya, ushauri mmoja wa haraka kwa msichana wa kidato cha 4 anayetamani kuwa kiongozi kama wewe, ama kuna baadhi ya viongozi ambao ameona hapa nchini. Ushauri wangu kwa wasichana, kwa mtoto msichana, kwa wasichana na kwa kidato cha 4 anaendelea kufanya mitihani yake, anaangalia akisema mimi nikitaka kuwa kiongozi, nikitamani kuwa kiongozi, nataka kuwa mtu fulani fulani. Kama mtoto msichana, we all matter. And our voices are supposed to be heard. Si kuzimwa. But in order for you to achieve that, in order for us to attain mattering and our voices being heard, we have to uphold our standard, our moral standards. We have to be people of integrity. We have to be people who are what? You have to be accountable. Yes. First, you start being accountable from yourself before you start getting accountable to other people outside. If you are an accountable person, if you are a person with integrity, if you are a person who is focused, you know there is a lot of noise from the side, from the front, from everywhere. But if you close your ears and be focused, as long as you uphold your moral standards, you be accountable to yourself, you trust yourself like you can do it, and move with God, nothing is impossible. All right. Yes. Baadhi ya jumbe zile ambazo umetuma, naona tuko na dakika 3 tuweze kutamatisha kipindi. Baadhi ya wale ambao wametuma, huyu hapa anasema anafuatilia swali hili niliuliza awali, alikuwa anauliza kuhusiana uongozi, je, wewe utainuka ufike na ufanye chinza ambavyo tumeona Tanzania? Ulijibu hilo pale awali, na huyu nambari yake inaisha na 119. Naona hapa yeye anasema kuna kile ambacho anahitaji, hilo litakuwa linashughulikiwa. Upande mwingine ni kwamba Elvis Onyoni anasema Honorable Violet Nyapara anatosha, despite the intimidation we keep going, go and go and go. Then Samuel Lumumba anataja maeneo ambayo anafuatilia, anasema kwamba very intelligent. Elsewhere naona menyo ya umbu, anasema kwamba anafuatilia, anasema kwamba hata huko ni kwetu, mahali ambapo anatoka, tutangoja tuone ni kipi kile ambacho atatueleza. Akija mwambie tuletee manifesto. Haya, hilo amelisikia, atakuwa anafanya hivyo. Mheshimiwa, kwa dakika moja, maneno yako ya mwisho, kila ambacho tutakuwa unazungumza tukifanya closing remarks zako. My closing remark. Yes. My people of Bomachoge Church, let me close there. Let's not dwell on the anatomy below the head. Let's dwell on the anatomy above. Let's listen to these people we want to elect. Yes. What is it that they have for us? Let's not look at the anatomy I've said of the head downwards. Let's be a focused people. Let's be a people that wants change, not a people that wants goserwa, if I can throw that name inside. Because people cannot just stand when they don't know what they are doing. We stand because we know that we are going to be a solution somewhere. Let's all listen to our people keenly. Let's not despise our people. Because from back, the Bible and stuff, anything worth doing was done not by the same people each and every time. Let these people of sequentially come back now, mentor people who can also be mentoring other people as we move. Let's not dwell on the same people. Let's change this thing. Let's have faith for our children, because we have all given birth. We have given birth to children. Yes. These children need equal chances in the society. Let people go and read the Constitution of Kenya so that they can know the jurisdictions, all the work, all the qualifications of a person who is supposed to stand for this thing. We are one people, irrespective of our color. Yes. We are one people, and we are people who want almost same thing, development. Yes. Let's go and get people who can give us development.
Alright. Thank you. Okay, mpenzi mtazamaji, hapo ndipo tulikuwa tunafika mwisho, nami niseme hivi, nashukuru sana Mheshimiwa Violet Nyapara kwa kupata nafasi na kushiriki nasi katika mazungumzo haya kwa kuangazia nafasi ya mwanamke katika siasa hapa nchini Kenya. Kuna mengi ambayo hatujayazungumzia kwa sababu ya muda. Tukipata muda wakati mwingine tutakuwa tunamuita tena ili tuliangazie hilo kwa upana zaidi. Na kile ambacho tunataja kwamba kwa watoto ama mtoto msichana ambaye unayo nguvu na unaona kwamba wakati ujao ama wakati unapoendelea kusonga utapata nafasi ya kusimama kama kiongozi, pia njia ndio hiyo, utakuwa unafuata kile ambacho ametaja kwamba uwe ni mtu ambaye unajiamini na ufahamu ni kipi ambacho wewe unafanya. Na niseme hivi kwa mtazamaji, niseme asante sana kwa kuwa nasi. Hii ni Sauti ya Uongozi na mimi ni Jeff Nyakundi. Tukutane tena wiki ijayo kwa mjadala mwingine ambao nitakuwa nikiandaa hapa katikati mwa wiki. Of course taarifa na posta zetu tutakuwa mnazipata. Kumbuka kwamba hii ni Ndizi TV Africa. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube tupate kama Ndizi TV Africa, na kumbuka kwamba mazungumzo yote tutayaendeleza katika mijadala yetu na bila shaka katika mitandao yetu. SMS namba yetu ni 21575 na nambari yetu ya WhatsApp ni 0711199890. Kwaheri na usiku mwema.